Yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul. Watu wa Mungu, tuko hapa leo, tumekusanyika ili tuweze kuwaunganisha Neilak na Jacqueline, lakini tukiongozwa na neno la Mungu. Ni wakati wa kukumbushwa agano la ndoa ambalo Mungu anahusika kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa. Sweet Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, this heart beats for you. Ninayo sababu ya kusimama mbele za watu kwa ujasiri, nisiseme shuhuda zako Bwana wangu, jinsi wewe ulivyonisitiri, na kama ungeniacha. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye hai, Mungu uliye mwema, Mungu uliye mwaminifu, Bwana, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuazimisha kwa wema wako na kwa fadhili zako. Asante kwa matendo yako makubwa hata katika kuifikia hii leo. Mungu uliye hai, tunapoianza ibada ya ndoa ya vijana wetu hawa, Yehova, yote yaliyoko mbele yetu tunayaachilia kwako. Tunakukabidhi wewe. Onekana katika hii ibada, onekana juu ya hili kusanyiko, ukamtumia mtumishi wako vile vile lile neno ambalo Mungu nakwenda kuliachilia likatufae na sisi wengine ndani ya ndoa zetu. Bwana, onekana mahali hapa, wenda ukatende, ukajitwalia utukufu. Mungu wetu uliye hai, tunakushukuru, tunasema asante tunapojiachilia kwako, na mtumishi wako atakapochukua nafasi yake kwa zamu yake. Bwana, kwa ajili ya haya yote ambayo yako mbele yetu, Baba, nazidi kumuinua kwako, ninamuombea, endelea kumtumia. Asante Yesu Kristo, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Amen, amen, amen. Wakati huo, kwa heshima kabisa, nipate kumleta askofu wetu James Mwaipiana kwa ajili ya kuja kuendelea na ibada ya ndoa. Karibu baba. Ongeza makofi yako mazuri mbele za Bwana askofu wetu anapochukua nafasi. Amen, amen, amen. Tukianza na bwana harusi pamoja na bestman wake waweze kuingia mahali hapa tafadhali. Naomba wimbo tumlete bwana harusi sasa. Imekuwa kama ndoto kufika nilipo leo, lakini kumbe ni kweli Mungu kanikumbuka. Ninashukuru, umenivusha milima na mabonde. Haikuwa rahisi kufika nilipo hasa. Asante Bwana, asante Yesu, katikati ya wengi hata mimi nimekumbukwa. Asante Bwana, asante Yesu, katikati ya wengi hata mimi nimekumbukwa.
Napita katika nchi ya ukame na katika Amen. Asante. Tumlete bibi harusi. Naomba bibi harusi asimame hapo. Tafadhali ndugu mzazi wa bibi harusi, au ikiwa ni mlezi au ndugu atakayemtoa rasmi bibi harusi kuingia katika ibada hii ya ndoa takatifu, tafadhali tusikie tamko kutoka kwake. Utajitambulisha ukisema kwamba wewe ni nani, na utatoa tamko la kuweza kumruhusu bibi harusi kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi Mary bin Thomas namtambulisha mwanangu Jacqueline Dennis, mimi ndio mama yake mzazi. Kuanzia sasa, kuanzia leo namkabidhi kwa mumewe Neilaki Nyamoga. Kuanzia leo mume wake halali wa ndoa. Karibu sana. Vigeregere vizuri kwa Yesu. Basi Neilaki pamoja na bestman wake watakwenda mpaka pale ambapo yuko mama ili akamkabidhi, na kisha utamwongoza Jacqueline kuja kwenye madhabahu hii. Tumpeleke Neilaki. Yes. Neilaki atakabidhiwa Jacqueline na Neilaki utambatana na Jacqueline kuja madhabahuni sambamba pamoja na wasimamizi wenu. Naruhusiwa kupiga vigelegele na kucheza vigelegele na kucheza. Usicheze ukiwa umenuna, tabasamu vizuri kwa Yesu. We! Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wako na neema yako. Asante kwa ajili ya siku ya leo Bwana, umeifanya kuwa ni siku njema kwa ajili ya watumishi wako Bwana Mungu aliye hai, kwa sababu ya ibada ya ndoa. Tunainua mkono wako wenye nguvu na mamlaka ya Roho Mtakatifu aliye hai. Tawala ibada hii Bwana Yesu kwa uweza wako na nguvu zako. Na tazama muda huu Jehova, neno lako linaenda kunenwa mbele za masikio yetu na macho yetu. Tunaomba Bwana Yesu likatuponye jioni ya leo na kutufaa. Asante Bwana Yesu, tunamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako kwa mamlaka ya jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na watu tuseme amen. Kati ya Neilaki pamoja na Jacqueline, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 nitasoma na mstari wa 21. Imeandikwa, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. 21 anasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Jina la Bwana libarikiwe. Haya ni maneno ya Mungu yanayothibitisha kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa agano la ndoa kati ya mwanaume na mwanamke. Hapa tunasoma habari za Adam akiwa katika bustani ya Eden, wakati ambapo Mungu alimuumba Adam akiwa peke yake, lakini alikuwa amemweka katikati ya viumbe tofauti tofauti.
Na ukisoma Biblia inasema Adamu aliangalia katika bustani ya Edeni, aliwaona wanyama mbalimbali, na Adamu alipokuwa anawatazama wale wanyama, Adamu akaishia kuwapa majina, na Biblia inasema jina ambalo Adamu alitamka kwa mnyama likawa ndio jina hata hivi leo. Lakini katika wale wanyama aliokuwa anatazama, Adamu hakuona wa kufanana naye, na ndipo katika ule mstari 21 Biblia inasema Mungu akampa Adamu usingizi mzito, na Adamu akalala. Na Adamu alipokwisha kuamka, Biblia inasema Mungu alikuwa ametoa katika ubavu wa Adamu ubavu mmoja, alafu katika ule ubavu akamtengeneza au akamuumba mwanamke. Na Biblia inasema Mungu akamletea Adamu mwanamke. Maandiko yanasema Adamu alipomtazama akamfahamu, akamjua, akaelewa Adamu kwamba huyu ndiye anayefanana naye. Mahusiano ya Mungu na huyu mwanaume anaitwa Nelak, na mahusiano ya Mungu na mwanamke huyu anaitwa Jacqueline, kwamba Mungu alihusika. Haleluya! Na ni imani yangu kwamba hata siku ya leo ya Nelak pamoja na Jacqueline, kama singefanya Nelak aweko hapa pamoja na Jacqueline kwa ajili ya kuunganisha ili wawe mume na mke pamoja, na tunasema huu ni mpango wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Ni halali mtu kumwacha mkewe. Yesu hakujibu moja kwa moja, lakini Bwana Yesu akawauliza swali, akasema, kwani kiongozi wenu mliyekuwa naye kipindi chote aliwaambia nini? Akasema, Musa aliwaambia hivyo kwa sababu ya ugumu wa moyo. Watu wa Mungu, tuko hapa leo, tumekusanyika ili tuweze kuwaunganisha Nelak na Jacqueline, lakini tukiongozwa na neno la Mungu. Ni wakati wa kukumbushwa agano la ndoa ambalo Mungu anahusika, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa. Biblia inasema Bwana Yesu aliwajibu Mafarisayo ambao walikuwa wanatafuta sababu. Unajua, wanandoa wakishakuwa wameoana, miaka ikaenda, miaka 5, miaka 10, miaka 20, unajua maisha ya kuishi pamoja wakati mwingine yanasababisha maumivu, na kwa sababu zozote zile utakuta watu wanaanza kutafuta sababu, na sababu zenyewe ni za kuachana. Mbaya sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sijajua temperature ya ndoa mlizo nazo hivi leo. Sijajua kama ndoa ulionayo ina homa kiasi gani, lakini maandiko yanasema watu wakiingia kwenye misukosuko kidogo ya ndoa wanatafuta upenyo, wanatafuta sababu za kuachana. Lakini Bwana Yesu alisema maneno haya kwamba Musa alifikia uamuzi huo wa kwamba mtu amwandikie mwingine talaka. Akasema ni pale ambapo moyo wa mtu umekuwa mgumu. Moyo kisha kuwa mgumu, moyo kisha kengeuka, moyo ukishafikia mahali hauwajibiki kwa ndoa, hiyo ndoa lazima itaingia kwenye mashaka.
hiyo ndoa lazima itaingia kwenye mateso, hiyo ndoa itaingia kwenye shida. Kwa nini Bwana Yesu alisema? Ni kwa sababu ya moyo mgumu. Maana yake moyo laini wa nyama unaweza kusikia sauti ya Mungu. Moyo laini wa nyama una uwezo wa kusikia ushauri kutoka kwa watu wengine. Lakini moyo ukishakauka, moyo ukishakuwa mgumu kama jiwe, hausikii sauti ya Mungu, hausikii sauti ya washauri, hausikii sauti ya aina yoyote ile, lakini pia hausikii hata maandiko. Moyo kisha kuwa mgumu unabadilika na hauwezi tena kutunza agano la ndoa. Ndoa ni wito. Mungu ndiye anayetuita katika agano la ndoa. Anatupa ushawishi na utayari wa kuweza kuingia katika agano la ndoa. Na ndio maana ndoa lazima imkaribishe Mungu. Wanandoa lazima wamkaribishe Mungu katika agano lao la ndoa ili ndoa yao iwe salama. Maandiko yanasema sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Bwana. Roho Mtakatifu anapokuwepo katika ndoa, ndoa zinakuwa salama. Wakati moyo wa unyenyekevu, moyo wa upendo unapoendelea kuwepo katika hawa wawili waliopendana, ndoa inakuwa salama. Lakini moyo ukianza kubadilika, moyo ukianza kuwa mgumu, basi ndoa inateseka. Lakini tangia mwanzo Mungu alikusudia ndoa iwe ni kitu cha baraka. Ndoa ni kitu kizuri. Ndoa ndio chanzo cha familia. Lakini pia ndoa inabeba agizo la Mungu la watu kuongezeka katika ulimwengu huu. Bwana Yesu akaendelea akasema, maana tangia mwanzo Mungu alikusudia kwamba wawili hawa waunganishwe na kuwa na mahusiano ya ndoa. Akasema mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, na hawa wawili anasema kwamba watakuwa mwili mmoja, wala si wawili tena. Haya maneno yalikuwa na maneno ya Bwana Yesu alipokuwa anazungumza na wale Mafarisayo. Lakini neno hili pia linatukumbusha sisi leo. Neilak, Jacqueline, sawasawa na neno hili la Mungu, ndoa haiwezi kutimia au kufanikiwa kama hautamwacha baba yako na mama yako na kufanya maamuzi ya kuungana na Jacqueline ambaye Mungu amemkusudia kwamba atakuwa mke wako. Biblia inasema mwanaume ataacha. Unajua kufikia ndoa kuna hatua ya kuacha. Haleluya. Na kuacha baba na mama maana yake ni kwamba wewe si mtoto tena. Wewe sasa ni mtu mzima. Wewe sasa umekamilika. Na Mungu anaona unafaa kuweza kuungana pamoja na Jacqueline na mkaanzisha maisha mapya ya ndoa. Bwana apewe sifa. Msiishiwe ile hali ya kupendana, bali kila siku mkawe wapya katika upendo. Kipengele cha pili niliwaambia kwamba katika ndoa ni mawasiliano. Mawasiliano ni ya muhimu sana katika ulimwengu tulionao. Bwana asifiwe sana. Mawasiliano yamerahisisha mambo mengi. Mawasiliano yanasababisha mwanga badala ya giza. Mawasiliano yanasababisha kumjua mwenzio zaidi kuliko vile ambavyo singeliwasiliana. Kwa hiyo nikasema siku zote mtaelewana. Kwa hiyo mawasiliano ni ya muhimu sana. Lakini pia katika mawasiliano niliwakumbusha jambo moja la muhimu, kwamba yanatakiwa mawasiliano yaliyo mazuri ya kiungwana. Bwana asifiwe. Nilisema mkiongea wawili, sauti ipo ya kutosha kuwasiliana na wawili. Sio wewe ukiongea na mkeo nyumba ya tatu wanasikia kwamba naye lake anasema na mke wake. Hapana. Wale watatu hawahitaji kujua sauti zenu.
Anayetaka kusikia sauti yako ni Jacqueline. Jacqueline anayetaka kusikia sauti yako ni Nailak. Hakuna sababu ya kupaza sauti wakati wa mawasiliano mpaka nyumba ya tatu wakajua mnaongea nini. Mawasiliano ni muhimu, na mawasiliano ya kiungwana, mawasiliano ambayo yamebeba sauti yenye kujali, mazungumzo ambayo yamebeba uponyaji ndani mwake kutoka kwako kwenda kwa mwingine. Sio maneno ya kuumizana, sio maneno ambayo ukisema mtu anafika mahali anaumia miezi miwili mitatu kwa sababu ya neno la siku moja. Ili ndoa yenu iwe imara, mawasiliano yenu yanatakiwa yawe mazuri. Maneno mazuri yanaponya, maneno mabaya yanaharibu. Kwa hiyo katika ndoa kipengele cha muhimu mawasiliano. Je, mnawasiliana vipi? Nailak, nilisema hivi, kila mmoja lazima upatikane wakati mwenzio anakuhitaji kwenye mawasiliano. Jacqueline anaweza kusema baba nataka niongee na wewe. Unasema niko busy sana, unajua nina mikazi ya ofisini imejaa tele, tutatafuta muda mwingine. No, huyu ni mkeo. Akisema nataka kuongea na wewe, mwambie tupange, tunaongea saa ngapi. Patikana wakati mwenzio anakuhitaji kuongea na wewe. Usiwe adimu sana kwa mwenzio kwenye mawasiliano, kwa sababu mnapowasiliana mnaleta mwanga badala ya giza. Tatu, nikazungumza kwa habari ya mahusiano. Nyinyi wawili mnazileta pande mbili za familia. Bwana asifiwe. Najua pande mbili ziko hapo, sijui kama ndio iko sawa. Bwana asifiwe. Nailak na Jacqueline umeleta pande mbili za familia pamoja. Walikuwa hawajuani hawa, lakini nyinyi ndio mmesababisha waanze kufahamiana. Nailak, ukitaka Jacqueline apate heshima kwa ndugu zako, wewe ndiye utakayemheshimisha. Ukimsema vibaya watamdharau, kwa sababu ndugu zako wanakupenda wewe. Wakijua kwamba Jacqueline anakujali, anakupenda, na wewe ukamsimulia vizuri, watampenda Jacqueline kwa sababu anakupenda wewe. Jacqueline, wewe ndio utakayempa heshima Nailak kwenye familia yako. Ukimzungumza vibaya kwa ndugu zako, watamchukia. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu anakupenda sana wewe. Ukimzungumza vizuri, ukasema huyu mume Mungu amenipa huyu mume, yani nashukuru Mungu kwa sababu ya Nailak, kwa sababu ukiona hivi nimefanikiwa ni kwa sababu ya Nailak. Wakisikia mazungumzo mazuri ya kumsifia mmeo, watampenda sana mumeo, na kwa sababu hiyo mtaziunganisha hizi familia kuwa na umoja na kuwa kitu kimoja, na ndoa yenu itazidi kushamili na kushine, na Mungu wa mbingu na nchi ataendelea kuwafurahia na kuwabariki. Ndugu wakiketi pamoja tena kwa umoja, anasema huko ndiko alikoamuru baraka, uzima na hata umilele. Zingatieni haya. Mahusiano yenu yanasababisha mahusiano mazuri kwa familia. Mwisho, niliwaambia swala la kuwajibika. Bwana asifiwe. Kuwajibika, kila mmoja kawajibike kwenye nafasi yake. Kama mmepeana majukumu, Nailak wewe utafanya 1 2 3, Jacqueline wewe utafanya 1 2 3, basi hizo 1 2 3 mkawajibike ipasavyo. Jiepusheni na uzembe, jiepusheni na uvivu, jiepusheni na kufanya mambo kiholela. Mungu wa mbingu na nchi anaheshimu taratibu. Kama kila mtu akiwajibika kwa nafasi yake, basi ndoa yenu itazidi kwa imara na ndoa yenu itakuwa ya furaha. Jacqueline, Nailak, najua mmeokoka, mnampenda Yesu. Bwana asifiwe. Lakini bwana Nailak, kama nyumbani kuna njaa, haijalishi mna upako kiasi gani, Jacqueline siku hiyo atanuna, atajisikia vibaya. Kama wewe unawajibika kuleta hela matumizi, ukawajibike vizuri. Bwana asifiwe sana. Jacqueline,
Huyu baba akitoka kazini anataka kukuta mazingira nyumbani yako sawa. Nyumba iko vizuri, chumba kiko safi. Yaani akitafuta mahali pa kupumzika anapumzika kwa raha zake zote. Utakuwa umewajibika vizuri. Lakini akikuta mambo yako tofauti, anaweza asiseme, lakini moyoni anaumia. Sasa kwa nini umuumize? Bwana Yesu asifiwe. Ninawatakia ndoa njema, ndoa yenye mafanikio, ndoa yenye ustawi, ndoa iliyo imara. Mungu wa mbingu na nchi watunza, walinde. Kuna neno inasema msitikisike bali muimarike, na mkazidi sana kufanya kazi ya Bwana, maana sasa hivi mmeshaoana, si ndio? Si ndio wakati wa kumtumikia Mungu sasa? Amen. Na Mungu anasema kazi yenu haitakuwa bure. Na ndoa ni wito. Mkifanya kazi vizuri ya kutunza agano lenu la ndoa, Mungu wa mbingu na nchi ataendelea kuwabariki. Mungu abariki neno lake katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba wanandoa msimame. Na mtu yeyote akiweza kuonyesha sababu ya haki watu hawa washunganishwe kwa halali, aseme sasa au anyamaze siku zote. Na sekunde 3. Hebu tupige makofi kwa Bwana. Hatutaki leo itokee makosa yale yaliyotokea kwa Yakobo. Neli lake utafungua shela la Jacqueline, alafu taratibu sana. Taratibu bwana, taratibu. Yeah. Okay. Kama mtakavyojibu katika siku ya hukumu ya kutisha, ambapo siri zote za mioyo ya watu wote zitakapofunuliwa. Na wataka ninyi muungame sasa, mmoja wenu akijua kizuio cha kuwazuia msiunganishwe kwa halali katika hali takatifu ya ndoa. Kwa kuwa jueni sasa kwamba watu waunganishwao kwa njia isiyoamuliwa na neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, kisha ndoa yao si halali. Neilak, kuna kizuizi chochote cha kufanya usiunganishwe leo na Jacqueline ambacho wewe mwenyewe unakijua? Kama kipo utasema kipo, na kama kipo utatuambia hakipo. Hakipo. Jacqueline, mama, hapa ndio tunakwenda sasa kwenye kuhitimisha hapa. Kama kuna jambo lolote ambalo moyoni mwako linaendelea kupiga kelele, pengine umefika tu hapo umelazimishwa tu, ni nafasi ya mwisho hii kuchomoka. Lakini kama umekuja hapa kwa sababu umependa, basi tuthibitishie kama hakuna kizuizi chochote. Tamko. Ndio. Hakuna kizuizi chochote. Makofi kwa Jacqueline. Yamebadilika. Mambo yamebadilika. Ukiwaona wanandoa mpaka wanaoana ujua watu wamependana, kwa sababu maswali yote haya wanawajibu mbele ya watu. Haleluya. Kwa hiyo hawa watu hawana kizuizi chochote. Wakati huu Neilak utashika mkono wa Jacqueline wa kulia. Shika mkono wake wa kulia. Neilak, wapenda kuwa na mwanamke huyu Jacqueline awe mke wako wa kumoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu, utamlinda na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na wengine wote utawaepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili. Kama jibu ni ndio, utasema ndio, nitafanya hivyo. Ndio, nitafanya hivyo. Jacqueline, wapenda kuwa naye mwanaume huyu Neilak awe mume wako wa kukuoa,
ili mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu, utamtii na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na wengine wote utawaepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili. Kama jibu ni ndio, utasema ndio, nitafanya hivyo. Ndio, nitafanya hivyo. Nailaki utafuatia maneno haya. Mimi Nailaki nakupokea wewe Jacqueline, nakupokea wewe Jacqueline, uwe mke wangu wa halali, uwe mke wangu wa halali, kuwa nawe siku zote kutoka leo, kuwa nawe siku zote kutoka leo, katika hali njema ama mbaya, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini ama utajiri, katika utajiri ama umaskini, katika ugonjwa na uzima, katika ugonjwa na uzima. Nitakupenda na kukulinda, nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi sote wawili, siku zote tutakazoishi sisi sote wawili. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu, kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Jacqueline, mimi Jacqueline nakupokea wewe Nailaki, nakupokea wewe Nailaki, uwe mume wangu wa kunioa, uwe mume wangu wa kunioa, kuwa nawe siku zote kutoka leo, kuwa nawe siku zote kutoka leo, katika hali njema ama mbaya, katika hali njema na mbaya, katika umaskini ama utajiri, katika umaskini na utajiri, katika ugonjwa na uzima, katika ugonjwa na uzima. Nitakupenda na kukutii, nitakupenda na kukutii siku zote, siku zote tutakazoishi sote wawili, sote wawili. Kwa hiyo ninakupa nadhiri yangu. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Makofi kwa Bwana. Nilikuwa nauliza hapa kama wana uthibitisho wa nadhiri zao walizozitoa. Best men wasema ndio, wamejipanga, wamejiandaa kweli kweli. Hapa ninaona dhahabu safi kabisa, pete nzuri ambazo hazina ukomo, ni mduara ambao hauna nyufa, haijaunganishwa mahali popote kuonyesha kwamba nadhiri zao zinafananishwa na hizi pete zilivyo za thamani. Ninanyosha mkono mbele za Mungu aliye hai, naomba pia nyosha mkono mbele za Mungu aliye hai. Tutakwenda kuziombea na kuziweka wakfu kwa Bwana, zikafae kuwa pete kwa ajili ya kusudi la ndoa. Baba, katika jina la utukufu la Yesu Kristo, ninaziweka wakfu pete hizi kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nikizibariki zikafae kwa ajili ya kusudi la ndoa. Mungu wa mbingu, nazitakasa kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Kila silaha itakayoinuka juu yao haitafanikiwa. Kila manuizo yaliyotokana na migodi na kwenye majumba ya kibiashara, roho zote ambazo ziliingia kwa sababu ya madini, tunazitakasa leo pete hizi zikafae kwa ajili ya kusudi hili la ndoa takatifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Hizi pete zimebarikiwa, zinafaa kwa ajili ya kusudi la ndoa. Rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi, mimi siwezi, mimi siwezi, mimi siwezi. Bila Mungu mimi siwezi, mimi siwezi, mimi siwezi, mimi siwezi. Bila Mungu mimi siwezi, mimi siwezi, siwezi, mimi siwezi. Bila Mungu mimi siwezi, mimi siwezi, siwezi, mimi siwezi. Kutoka kule chini umenipandisha juu.
umenipendelea dadi. Nimepita milimani, kashuka mabondeni, sijaona kama wewe ndiye mwanzilishi wa agano la ndoa. Tunawaleta kwako saa hii, ukaanze pamoja nao Bwana, sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, bali ni kwa Roho wako. Ukinyosha mkono wako ambao hujapungua, ukawabariki kwa baraka zote. Tunawaombea baraka kwa ajili ya watoto, wakapokea watoto waume kwa wake katika jina la Yesu Kristo. Tunawaombea baraka za mali, ukawaepushe na umaskini, bali ukawabariki kwa utajiri, ili maisha yao Jehova yakaitwe heri katika ulimwengu huu ambao umewapa. Mungu wa mbingu na nchi, tunawaombea ulinzi utokao kwako katika jina la Yesu, na hata ulimi wenye kunena hukumu kinyume nao tunauhukumu kwa ni mkosa, na umesema huu utakuwa ni urithi wao na haki yao inayotoka kwako Jehova. Katika jina la Yesu, navunja silaha zote za uovu, na haribu nguvu zote za ushirikina, na haribu nguvu zote za kichawi. Ninavunja madhabahu za waganga zinazosimama kinyume na ndoa hii katika jina la Yesu. Nafuta maneno mabaya yaliyotamkwa kinyume nao kwa damu ya Yesu Kristo. Ninawatakasa Bwana, na wakapate kibali machoni pako. Shauri la adui halitasimama wala halitakuwa juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, natamka baraka, natamka uzima, natamka uhai kwenye maisha yao. Natamka ulinzi wa Mungu ukaambatane pamoja nao katika jina la utukufu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Tunaendelea na kutoa sadaka. Karibu kwa ajili ya kutoa sadaka. That's why I know you will. You will do what no man can do. Tunasema leo
Nasimama hapa, ninatamka kwamba Nailak pamoja na Jacqueline ni mume na mke pamoja kuanzia siku ya leo. Mungu awabariki. Na ibada ya hii ndoa takatifu kwa Bwana imeishia hapa. Takwenda kumwomba mchungaji Daudi, atamshukuru Mungu. Kisha kama MC yupo au mnenaji yoyote atakayetaka kusema chochote kwa habari ya shughuli, unaruhusiwa kufanya hivyo kabla hajatoka nje. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakuinua. Tunasema asante kwa fadhili zako. Asante kwa mema yako. Asante kutuhudumia katika hii ibada ya ndoa. Asante kwa ajili ya vijana wetu hawa, Bwana. Haya ni matendo makubwa ambayo Mungu unayatenda. Hakika huu kwao ni utukufu, na kwa watu wote, Jehova, hii amani inatawala. Ninazidi kuwainua kwako, ikizidi kuachilia mbele zako zaidi, Bwana. Katika mengine haya yote yaliyoko mbele yetu, hata kule ukumbini. Yani mmependeza hivi, na tunataka mcheze kizembe kizembe na watoza faini nyie. Wende sasa. Hey, 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 hey. Piga makofi yako mazuri mbele za Bwana namna hiyo. Wazazi wetu pia pande zote wakiwa wanawafuatia maharusi wetu. Wazazi wetu wa pande zote mbili wawafuatie maharusi wetu. Wende sasa. Hey, 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 hey. Namna